Asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Naam, kwa majina ninaitwa mtumishi wa Mungu Amon Lupimo, ni mtumishi wa huduma ya Eternal Life for All Nations, au unaweza kusema uzima wa milele kwa mataifa yote. Unaipata kwenye kile kitabu cha Yohana Mtakatifu sura ya 3 mstari wa 16. Biblia inasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanaye wa pekee, ili kila amwaminie asipotee, bali awe na uzima wa milele. Naam, leo nina somo moja ambalo ninatamani sana tushirikishane, ndugu msikilizaji, na somo letu linasema ijue thamani ya nafsi yako. Ijue thamani ya nafsi yako. Na mara nyingi watu wengi wamekuwa wanaishi ulimwenguni bila kujua thamani ya nafsi zao. Ndio maana wamekuwa wakikutana na mambo mengi, au shetani amekuwa akiwazonga, akiwatesa, ni kwa sababu hawajajua thamani ya nafsi zao. Katika kile kitabu cha Mwanzo sura ya 2 mstari ule wa 7, Biblia inasema, Bwana Mungu akamfanya mtu kwa mavumbi ya ardhi, akampulizia pumzi puani ya uhai, mtu akawa nafsi hai. Bwana Yesu asifiwe. Unaweza ukaona ni kwa namna gani nafsi yetu imekuwa na ukubwa, au imekuwa na uwezo wa kuoperate katika vitu vingi kwa wakati mmoja. Kumbuka katika ile bustani ya Edeni ambayo Mungu tayari alikuwa ameshaitengeneza. Alikuwa ameitengeneza, lakini alikuwa bado hajamuumba mwanadamu. Mwanadamu katika Mwanzo ule mstari ule wa kwanza anasema tumfanye mtu kwa sura yetu na kwa namna ambavyo yeye alitaka amfanye. Taisoma anasema Mungu Mwanzo sura ya kwanza na ule mstari wa 26. Biblia inasema Mungu akasema, na tumfanye mtu kwa mfano wetu na kwa sura yetu. Bwana Yesu asifiwe. Akatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kadha wa kadha. So unaweza kuona kwamba Mungu katika ile mwanzo anaanza kusema, akasema na tumfanye mtu kwa sura yetu. Alafu sasa katika sura ile ya pili ambayo ni siku ya 6, Mungu anaingia sasa kwenye kazi ya kumuumba mwanadamu. Akatengeneza udongo, mona, kisha akapuliza pumzi ya uhai, na yule mtu akawa nafsi hai. Unaweza ukaona kwamba kumbe kabla ya Mungu kupuliza pumzi ilikuwa ni mfumo tu wa mwanadamu ambao ulikuwa umetulia. Ni kama vile mtu aliyekufa, yani haufanyi chochote. So Mungu akaamua sasa kutengeneza huyu mtu kutoka katika mavumbi yale ya ardhi. Lakini baada ya kutengeneza, haikuishia tu kutengeneza akaacha ikawa kama sanamu. Alipulizia pumzi ya uhai. Pumzi ya uhai ikawa nafsi hai. So baada ya kupuliziwa pumzi, yule mtu aliyekuwa ametengenezwa akawa nafsi, ambayo hiyo nafsi iliyo hai. Bwana Yesu asifiwe. Sasa unaweza ukaona kwamba imekuwa nafsi iliyo hai. So unaweza ukaona kwamba nafsi ni mfumo wa Mungu mwenyewe aliyoutengeneza kwa mwanadamu ili ulete matokeo, na aliutengeneza kwa ajili ya kuleta matokeo mazuri, sio matokeo mabaya. So katika kipindi hicho Mungu ameweka huo mfumo kwa mwanadamu. Ndio hapo shetani akaingia na yeye na mambo yake. Lakini bado Mungu alivyo mwema, alivyo mwenye upendo, anasema hivi, Mungu akaupenda ulimwengu akamtoa mwanaye wa pekee,
ili kila anayemwamini asipotee bali awe na uzima wa milele. Nisikilize mtume wa Mungu, kwamba Mungu amemtengeneza mwanadamu, akampulizia pumzi ya uhai, lakini shetani baada ya kuingia tena kutaka kukamata yale mamlaka ya nafsi iliyokuwa imetengenezwa na Mungu. Sasa Mungu anaamua tena kumpenda mwanadamu zaidi, anaamua kumtoa Yesu Kristo ili hiyo nafsi aliyoitengeneza Mungu iokoke, isipotezwe na shetani, imwamini Yesu Kristo, ipate uzima wa milele. Bwana Yesu asifiwe. So tunaendelea mbele, anasema nafsi ndiyo kiini cha mwanadamu. Na katika wakati huu ambapo watu wengi wanajiona hawana thamani, Mungu anataka tuifahamu nafsi yetu na kujua thamani yake mbele zake. Bwana Yesu asifiwe. So unaweza ukaona katika Mathayo 2:7, Mathayo 16:26, Zaburi 139 mstari wa 13 hadi 14, na Wakorintho wa kwanza 6 mstari wa 19 hadi 20. So nafsi ambayo Mungu aliweka kwa mwanadamu ina thamani kubwa sana mbele za mwanadamu na mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Ndicho kitu ambacho watu wengi wanakipigania. Leo hii watu wanasafiri kutoka maili na miles kwenda kutafuta uhai. Fikiria mtu anasafiri kwa ndege kubwa, anasafiri kutoka hapa kwenda China, kutoka hapa kwenda India, kutoka maeneo tofauti tofauti, mabara, anavuka bara moja hadi bara jingine, anaenda kutafuta uhai tu. Yaani huo uhai ili usipotee, huo uhai usiondoke, akabaki kwenye historia ya kuitwa ni alikuwa. Sasa ili ujue kwamba nafsi ya mwanadamu ina thamani kubwa sana, ndio maana unaona watu wengi wanatoa pesa ni nyingi kwenda kutibiwa, ili tu mtu huyu asiondoke ulimwenguni, ili nafsi yake iendelee kuwa hai. Yaani huyu mtu aendelee kusurvive. Anaitwa mtu hai kwa sababu ya ile nafsi. Bwana Yesu asifiwe. Na katika Mwanzo 2:7 anasema Bwana Mungu akamfanya mtu kwa udongo wa ardhi na akampulizia pumzi puani, mtu huyo akawa nafsi hai. Maana yake ni nini? Nafsi si kitu kinachotenganisha mwili au kinachotenganishwa na namna yoyote, isipokuwa nafsi ni muungano wa mwili, roho na uhai. Bwana Yesu asifiwe, ambao unatokana na pumzi ya Mungu. Nafsi ni wewe binafsi, ni hisia zako, mawazo yako, mapenzi yako au utambulisho wako. Bwana Yesu asifiwe. Lakini pia nafsi ni sehemu isiyo na mwisho. Mtu wa Mungu, unatakiwa kuelewa hiki kitu, kwamba nafsi ni sehemu ambayo haina mwisho. Bwana Yesu asifiwe. Mwili unaweza ukafa, lakini nafsi ikaendelea kuishi milele, ikaishi mbinguni pamoja na Mungu, au ikaishi jehanamu pamoja na shetani. Bwana Yesu asifiwe. Yesu anazungumzia nafsi mara nyingi, akionyesha kuwa nafsi ni ya thamani kuliko kitu kingine duniani. Ndio maana katika Yohana 3:16 anasema, kwa maana jinsi hii Mungu aliupenda ulimwengu hata akamtoa mwanae wa pekee. Kumbuka, Mungu ameupenda ulimwengu, sio dunia. Hajapenda pesa, hajapenda nini, aliupenda ulimwengu. Ulimwengu anamaanisha watu wanaoishi kwenye ile dunia. Mungu aliwapenda kwanza, ndio maana akamtoa Yesu Kristo, ili kila nafsi itakapomwamini Yesu Kristo ipate uzima wa milele, iokoke. Bwana Yesu asifiwe. Thamani ya nafsi mbele za Mungu iko vipi? Au unawezaje kuwa na thamani, kujua thamani ya nafsi yako mbele za Mungu? Au tunaweza tukasema nafsi yako ina thamani gani mbele za Mungu? Bwana Yesu asifiwe. Namba moja, wewe umeumbwa kwa sura na kwa mfano wa Mungu.
Hiyo ni thamani namba moja katika Mwanzo 1:27. Lakini namba 2, umeumbwa kwa ustadi wa ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Katika Zaburi ya 139 mstari wa 13 hadi 14, Biblia inasema, umenifuma tumboni mwa mama yangu, umefanywa kwa namna ya kuogofya na ya ajabu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 3, kwa nini nafsi yako ina thamani mbele za Mungu? Ulinunuliwa kwa bei ya juu, au ulinunuliwa kwa bei ya gharama. Yaani tunaposema ulinunuliwa kwa bei ya gharama, tunaihusisha damu ya Yesu Kristo. Kumbuka Yesu akiwa mbinguni na wakiwa katika utatu wao huko, wanaulizana sasa, tumtume nani aende akaukomboe ulimwengu? Yesu anasema, nitume mimi niende ulimwenguni nikaukomboe ulimwengu. Kumbuka ametoka, ameacha mamlaka, ameacha haki zake, ameacha kila kitu, ameacha utukufu wake huko mbinguni, anashuka sasa duniani kuja kukutana na vipigo, kukutana na kejeli, dhihaka, kukutana na mambo mengi. Kumbuka huyu mtu ni mtakatifu, huyu Yesu alikuwa ni mtakatifu na ni mtakatifu mpaka leo. So anatoka huko kote, anakubali kumwaga damu yake ya thamani, anakubali kuacha enzi na mamlaka, anakubali kuacha uzuri wote wa mbinguni, anashuka duniani kwa ajili tu ya kuikomboa nafsi. Bwana Yesu asifiwe. So unatakiwa mtu wa Mungu ujue thamani ya nafsi yako, kwamba nafsi yako ina thamani gani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Anasema katika kipengele cha anasema katika Wakorintho wa kwanza 6:19 hadi 20, anasema mlinunuliwa kwa bei ya juu, au mlinunuliwa kwa bei. Bei hiyo ni ya damu ya Yesu. Anaposema kwa bei, ni kwa damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kipengele cha 4, kwamba kwa nini nafsi yako ina thamani mbele za Mungu. Namba 4 ni kwa sababu nafsi yako ina thamani kuliko ulimwengu mzima. Mathayo 16:26 anasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupoteza nafsi yake? Unaweza ukaona kwamba hivi ukipata dunia nzima hii, kuna matajiri wengi sana ulimwenguni, hivi itawasaidia nini kama watapata kila kitu? Ndugu yangu unayenisikiliza, kumbuka unatoka kila siku unaenda kutafuta pesa, unatoka kila siku unaenda kufanya kazi, unatoka kila siku unaenda kuzitafuta kutafuta namna ya wewe at least kuonekana katika ulimwenguni upo. Sasa itakusaidia nini wewe upate hicho unachokitafuta sasa hivi, upate kila kitu ambacho wewe unakitafuta, upate magari, upate majumba, upate kila kitu ambacho unakitaka, halafu ukakosa ufalme wa Mungu? Yaani hiyo nafsi yako ikakosa kuiona mbingu, au hiyo nafsi yako ikakosa kuona uzima wa milele pamoja na Mungu, itakusaidia nini? Atasaidiwa nini? Anasema, kwani atafaidiwa nini mtu akiupata ulimwengu wote na kupoteza nafsi yake? Bwana Yesu asifiwe. Hicho ni kipengele cha 4. Tunasema kwa nini nafsi yako ina thamani mbele za Mungu? Ni kwa sababu nafsi yako ina thamani kuliko ulimwengu mzima. Lakini kipengele cha 5, Mungu anakupenda na anakuita wa thamani. Katika Isaya 43:4 Biblia inasema, kwa kuwa ulikuwa wa thamani machoni pangu, nami nimekupenda. Bado Mungu anaendelea kuwapenda tu wanadamu kwa sababu ya ile pumzi aliyoipuliza kwa mwanadamu, akawa nafsi hai. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe. Faida za kujua thamani ya nafsi yako. Faida namba 1 ya kujua thamani ya nafsi yako. Unapojua thamani ya nafsi yako, maisha yako yanabadilika kabisa, mtu wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So faida namba 1, utapata uhuru wa kiroho. Unaposema unapata uhuru wa kiroho, ni kwamba
unakataa kufungwa na dhambi yoyote, unakataa kufungwa na hofu, unakataa kufungwa na uchawi, unakataa kufungwa na maagano, unakataa kufungwa na laana, unakataa kufungwa na tabia mbaya, unakataa kufungwa na kila namna ya uharibifu wa shetani. Bwana Yesu asifiwe. So unapokuwa umejua thamani ya nafsi yako, unapata uhuru wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Unasimama katika mamlaka ya Kristo, kwa sababu kila kitu utasema imeandikwa, kama vile ambavyo Yesu kipindi amepanda mlimani. Kumbuka, shetani anamfuata Yesu, anataka kumpima, kumjaribu, anataka kuona Yesu ana mamlaka gani. Je, Yesu anatambua mamlaka yake? Anayajua mamlaka yake? Ndio maana anamwambia geuza haya mawe kwa mkate. Lakini Mungu, angalia anachokifanya. Yesu anasema imeandikwa, mtu hatoishi kwa mkate isipokuwa kwa neno la Mungu. Bwana Yesu asifiwe. So unapoijua thamani ya nafsi yako, unapata uhuru wa kiroho. Lakini namba 2, faida yake, unajenga heshima na upendo wa nafsi yako. Huachi kujidhalilisha, kujiumiza, kuruhusu wengine wakukandamize. Yani hauwezi, kwa sababu tayari ulishajigundua wewe una faida gani, nafsi yako ina thamani kubwa kiasi gani. Hivyo hautajidhalau, hautajikatia tamaa, hautajiona kwamba wewe huwezi, hautajiona kama wewe haufai, hautajikatia tamaa kwa namna yoyote. Utakuwa una ushindi, una ushujaa. Utaamini kwamba mimi nimeumbwa kwa damu, nimeumbwa kwa uweza wa Mungu, nimeumbwa kwa pumzi ya Mungu, na nimekombolewa kwa damu ya gharama ya juu, damu ya Yesu Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Unajenga heshima na upendo wa nafsi yako. Lakini faida namba 3, utapata nguvu ya kumpinga shetani. Bwana Yesu asifiwe. Katika Yakobo 4:7 Biblia anasema unapojua unaweza ukasoma, lakini tunaendelea taenda haraka kidogo. Katika ile faida namba 3, utapata nguvu ya kumpinga shetani, inatoka katika kitabu cha Yakobo 4:7. Umeona? So unapokuwa unajua wewe ni wa thamani kiasi gani mbele za Mungu, shetani anapoteza uwezo wa kukudanganya. Bwana Yesu asifiwe. Hautakuwa na dhaifu tena. Shetani anapoteza ile uwezo wa kukudanganya wewe. Mara nyingi unakuta unataka kufanya kitu fulani, unakutana na mawazo ambayo yanakukatisha tamaa. Unataka kuoa, unakutana na mawazo yanakuambia hivi, wewe utaweza kweli kumwoa huyu mtu? Utaweza kumwoa huyu binti? Au wewe utaweza kuolewa kweli na huyu kijana? Mbona ni anaonekana kama hawezi akakusaidia wewe? Au unataka kuoa, hivi utakuwa na mahali kweli ya kumwoa huyu binti? Utaweza utadumu wewe kweli kwenye ndoa? Shetani anakuwa na mambo mengi ambayo anakuwezesha, anakusemezesha kwenye akili yako ili tu upoteze kujua haki yako. Lakini bado unajisikia hali mbaya tu kidogo, unaanza kukata tamaa, unahisi wewe ni mgonjwa kweli, unahisi uwezi, yani unahisi ni bora nife kwa sababu ya ugonjwa tu ambao unauona na shetani amekuwa akiusemeleza kwenye masikio yako. Ndugu msikilizaji, naomba nikushauri kwamba nakupa neno hili kwamba uende nalo ukijua kwamba wewe ni wa thamani sana mbele za Mungu. Nafsi yako ni ya thamani sana mbele za Mungu. Umenunuliwa kwa damu ya bei ya gharama, damu ya Yesu Kristo, na bado Mungu anakupenda. Ndio maana anakuita wewe ni wa thamani. Unaona? So unapokuwa unaijua thamani ya nafsi yako, unapata nguvu ya kumpinga shetani. Na mara nyingi utakuwa unamwambia hauwezi, mimi ni mwana wa Mungu, nimeumbwa kwa damu ya thamani sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Namba 4, faida ya kujua thamani ya nafsi yako, unapata amani na furaha ya ndani. Aibu, hatia, kujichukia au unapogundua huwezi kufanya kitu, so hivyo vyote vinaondoka, vinapungua, kwa sababu unakuwa na furaha, kwa sababu umejua ya kwamba wewe ni wa thamani mbele za Mungu, ni una thamani sana. So hivyo aibu, hatia, kujichukia na kila namna ya uharibifu huwa vinaondoka, vinapungua kabisa, kwa sababu Mungu anakupenda na akiona maisha yako ya kuwa ni ya thamani. Bwana Yesu asifiwe.
Lakini faida namba 6, unaweza kuwasaidia hata wengine. Unapogundua kwamba wewe ni wa thamani sana na nafsi yako ni ya thamani, unaweza kuinua wengine na ukawashuhudia habari hizi njema, ukawashuhudia habari hizi ya kwamba Mungu alimuumba mtu kwa thamani kubwa. Mungu alimuumba mtu kwa namna ya pekee sana, ya tofauti sana, ni tofauti na watu wengine. Kumbuka vitu vingine vyote vilizungumzwa, vilitamkwa, vilifanyika kwa wakati hapo, immediately tu. Mungu alipokuwa akitamka anafanya, Mungu alipokuwa akitamka. Lakini siku ya 6 Mungu anaitumia sasa kwanza kumuumba mwanadamu, anamtengeneza kwanza. Sikia, Mungu akamfinyanga mwanadamu kwa mavumbi ya ardhi. Hebu jaribu kuangalia tu kwamba yani prosesi ya kutengeneza na prosesi ya kutamka ni vitu viwili tofauti. Mwanzoni ametamka katika roho, lakini amekuja akadhihirisha katika utekelezaji. Anaanza kuchukua mavumbi ya ardhi. Mungu anatengeneza mtu, anachukua muda sasa kwanza kumtengeneza mwanadamu. Anachukua ule uvumbi la ardhi, anaanza kumuumba, kisha anapuliza ile pumzi. Kumbuka hiyo thamani kubwa ambayo Mungu alitumia na nguvu kubwa na muda aliotumia kumtengeneza mwanadamu ulivyokuwa ni wa thamani ya juu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo unaweza ukawasaidia wengine unapojua wewe ni wa thamani mbele za Mungu. Lakini namba 7, unajiandaa kwa ajili ya uzima wa milele, kwa sababu utalinda nafsi yako ili iweze kujua au kuwa na Mungu mbinguni. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Hivyo ndugu msikilizaji, unapaswa kutambua thamani ya nafsi yako mbele za Mungu ni kubwa sana. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndugu msikilizaji, watu wengi wanateseka, watu wengi wanahangaika, watu wengi hawaelewi waanzie wapi, waishie wapi. Ni kwa sababu hawajagundua, wanakuwa wanaonewa na adui. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna vitu nataka nikueleze kitu kimoja ili tumalize somo letu. Bwana Yesu asifiwe. Naam, nataka nikueleze kitu kimoja. Kwa nini shetani anataka uharibu nafsi yako? Mara nyingi unakuta mtu anakuwa amekamatwa na adui, hayuko tena katika kujitambua, hayuko tena katika kujielewa, yani haelewi, amefungwa na shetani, haelewi aanzie wapi aishie wapi. Huyu mtu kumbuka alivyoumbwa, ametoka kwenye tumbo la mama yake. Kumbuka huyu unakutana na mtu ni mlevi kupindukia, ni analala kwenye mitalo. Unakuta na mtu tayari sasa hivi amesimama mabarabarani, anajiuza, anatamani kupata kitu hiki, kupata hiki kitu, anatamani kupata pesa imsaidie. Sisemi kwamba wote wanaojiuza mabarabarani kwamba wote ni kwamba wanatamani kufanya hiyo kazi. Hapana, kuna watu wanaamua tu kuingia kwenye hizo biashara kwa sababu wanataka wasaidie familia zao, wanataka walee watoto wao, wanataka kuona maisha mengine yanaendelea, ndio maana wanaingia kwenye hizo tabia. Lakini shetani anakuwa amewafunga, hawatambui tena. Na kuambia kitu kimoja ndugu msikilizaji, ya kwamba unapokuja kuijua thamani ya nafsi yako, hautabaki vile ulivyo. Utagundua kwamba wewe ni wa thamani kubwa sana mbele za Mungu. Fikiria, Mungu anasema kabla ya misingi ya dunia kuumbwa alikutambua, na kabla hujatoka kwenye tumbo la mama yako alikutakasa. Hebu nisikilize mtumishi wa Mungu, ni kwamba umeumbwa. Fikiria kwenye miezi 9 ya mama tumboni, umekuja umetolewa kwenye tumbo la mama yako, umetolewa. Hebu niambie, hivi kuna nani anayeweza kwamba kuwaza kwamba ninamzaa mwanangu mimi ili aje kuwa malaya, ninazaa huyu mtu ili aje kuwa mlevi, au analala anadondoka kwenye mitalo, nimezaa huyu mtoto ili aje awe mwehu, awe chizi, nimezaa huyu ili akutane na changamoto? Hayupo anayeweza kufikiria hivyo vitu, isipokuwa ni adui anaingia kwenye maisha ya mtu na kutafuta kukamata mamlaka yake, na kutafuta kuchukua umiliki wa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Nitakuambia vitu vichache ambavyo kwa nini shetani huwa anatamani sana kuharibu nafsi ya mtu ambayo Mungu aliumba kwa thamani sana. Namba 1, anatamani kuharibu nafsi yako ili usijue utambulisho wako katika Kristo.
kwa sababu shetani akishachukua utambulisho wako katika Kristo, hautakuwa ukijua tena wewe ni nani mbele za Mungu. Hautakuwa katika hali ya uhuru, utakuwa ukijichukia, utakuwa unajiona wewe huwezi, utakuwa unaona kila kitu unachokifanya ni sawa, lakini kumbe shetani ameiharibu nafsi yako ili kupoteza utambulisho wako katika Kristo. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini namba 2, anaharibu nafsi yako ili akufunge kwa dhambi, akufunge kwa hofu, akufunge kwa aibu, akufunge kwa uchawi, akufunge kwa ushirikina. Leo hii watu amezaliwa huyu mtu, najaribu kumfikiria mtu mmoja ambaye amezaliwa, amekuwa, ana miaka 2, ana miaka 3, ana miaka 10, ana miaka 20. Leo hii ameingia kwenye hali ya kuwa mganga wa kienyeji. Leo hii ameingia kwenye ushirikina. Leo hii ameingia kwenye tabia mbaya. Shetani amekamata nafsi yake, anataka hii nafsi aiteketeze, anataka hii nafsi iende kuzimu, anataka hii nafsi iangamie. Shetani anataka kuharibu maisha yake. Bwana Yesu asifiwe. Nisikilize mtumishi wa Mungu, kwamba shetani anataka kuharibu nafsi yako kwa sababu anataka akufunge kwenye hivyo vitu ili wewe usiweze kutambua wewe ni wa thamani gani mbele za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini namba 3, shetani anataka kuharibu nafsi yako ili akuzuie usiishi katika kusudi la Mungu. Shetani akishaingilia maisha yako, anaingia kwenye kusudi ambalo Mungu amekuumbia. Kila mtu ameumbiwa kusudi lake hapa duniani. Kuna watu wameumbiwa kusaidia watu wengine. Kuna watu wameumbwa kuwa madaraja kwa ajili ya watu wengine. Kuna watu wameumbwa kuja kumtumikia Mungu katika nafasi tofauti tofauti. Hivyo shetani anaamua kuingia kwenye nafsi yako, kuiharibu ili usilijue kusudi lako mbele za Mungu. Anapoteza uhalali wa wewe kuwa mtumishi wa Mungu. Anapoteza uhalali wa wewe kumtumikia Mungu katika viwango vikubwa. Nisikilize mwana wa Mungu, yaani shetani akiingia kwenye maisha yako anahakikisha amepoteza nafsi yako, na hapo ndipo utakapokufa. Biblia inasema baada ya kifo ni hukumu. Utakapokufa katika dhambi, mwana wa Mungu, unaenda kuzimu pamoja na shetani. Nafsi yako, nimesema hapo mwanzo kwamba nafsi haifi. Nafsi ni uhai ambao unakaa ndani ya mwanadamu. Akipoteza nafsi ikaenda kuzimu, kumbuka, hautakuwa tena katika milele ya Mungu, utakuwa kwenye umilele wa shetani. Bwana Yesu asifiwe sana. Na kwa nini shetani anataka kuharibu nafsi yako? Ili akufanye ujione wewe ni si kitu, ujione wewe sio wa maana, ujione wewe haufai, ujione wewe ni mtu tu wa kutupwa, yani hufai kabisa katika ulimwengu huu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo mwana wa Mungu, ni jambo jema sana kuijua thamani ya nafsi yako. Ukishaijua thamani ya nafsi yako, maisha yako yanabadilika.